Na Biblia inasema mtu akiniamini mimi na Baba tutakuja kuweka makao ndani yake. Na maana ukiwa na Yesu ndani, hakuna nyota kuchafuka. Ni mpaka wamchafue Yesu Kristo kwanza, ndio destiny yako iweze kuharibika. Kama umeumbwa kwa mfano wa Mungu na ukakabidhiwa vitu, lolote unalolisema kwako linageuka kuwa maombi au mawasiliano. Na waliofanikiwa wote hawana vichwa viwili wala miguu miwili, ni binadamu kama wewe. Kwa nini wewe usifanikiwe? Umemkosea nini Mungu wewe usifike mahali Mungu anataka? Wabaya wako watakuja kwa njia moja, kwa njia 7 watatawanyika. Oh, haleluya! Neema ya mafanikio, nguvu ya kufanikiwa katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti. Sasa leo nitazungumzia kitu kinaitwa rapture au unyakuo. Unyakuo, kuna watu wangapi wanaelewa kunyakuliwa? Mwisho wa dunia bado sana. Na kama mtu anakuhubiria sasa hivi mwisho wa dunia, hasemi ukweli. Mwisho wa dunia bado sana. Lakini rapture inaweza katokea hata kesho. Kwamba unapoishi maisha ya dunia sasa hivi lazima uelewe kwamba hauna muda wa kufanya nini? Kupoteza. Hata kama unatafuta baraka, lazima ubalance maisha yako na kubalance kwamba ujue rapture iko karibu sana. Kunyakuliwa kuko karibu sana kuliko ambao unaweza kudhani. Inaweza katokea hata usiku wa leo, hata sasa hivi katokea. Siku mtanielewa? Kuna mtu ananielewa? Kwa sababu watu wengi wameconcentrate sana kwenye mwisho wa dunia. Mimi siwezi kuhubiri mwisho wa dunia sasa hivi kwa sababu mwisho wa dunia bado. Nitakuonyesha kwenye maandiko. Kwa sababu unyakuzi ukifanyika, labda Mungu ametoa vitu hapa vya msingi sababu nakwambia. Kuna kipindi cha neema tunachoishi. Kwamba kipindi cha neema mtu unaokoka bure. Na sio bure kwa sababu Yesu Kristo alilipa nini? Alilipa gharama. Kwa hiyo ukimwamini Yesu Kristo na kukiri kwa kinywa unaokoka bure. Huu ni wakati wa neema, kwa hiyo lazima tuutumie neema vizuri. Sasa unyakuzi ukifanyika, kwa sababu Mungu anawapenda wanadamu, ametoa kipindi kingine cha binadamu kuokoka kwa damu yake. Si unanielewa? Kwamba unyakuzi ukishafanyika, Mungu kwa sababu anawapenda wanadamu, kwa sababu kuna watu wengine tunapohubiri injili sasa hivi wanaona kama ni mchezo. Bwana Yesu asifiwe sana. Wamefika mahala wanasema kwamba injili ni uongo. Lakini kuna watu ambao wamefanya injili ionekane ni uongo. Utakuonyesha kwenye Biblia. Lakini si injili yote ni ya kiongo. Shetani ameingiza akili za watu wafike mahala wachoke na injili, wajue kwamba maisha ndio haya. Lakini ngoja nikwambie kwamba rapture iko karibu sana kufika. Na unyakuzi ukishafanyika ndio kitu kinaitwa dhiki kuu. Wangapi wanaelewa kitu kinaitwa kwenye Biblia dhiki kuu? Kipindi hicho kikifika, Mungu anaruhusu wewe ujiokoe kwa damu yako. Kwa sababu gani? Amekupa kipindi cha neema cha kuokoka kupitia damu yake na ukakikataa. Sasa wakati wa kujiokoa kwa damu yako ukifika, itakuwa ni ngumu sana. Na kipindi hicho ndo mpinga Kristo atakapokuja kuitawala dunia. Nitakupa dalili zake. Mpinga Kristo atakapokuja kuitawala dunia, watu watawekea namba inaitwa 666. Na akiweka namba hiyo, hutaruhusiwa kuuza wala kununua. Na sasa hivi tuko karibu sana. Angalia sasa hivi watu wanaosomea masuala ya uchumi, utajua kwamba watu wameanza kuzuia flow of cash. Hawataki. Tumia card, swap, whatever, hawataki cash. Hata ukienda, na sasa hivi Marekani ukienda, hata ukienda dukani ukimpa mtu dola hataki kupokea. Anataka uwe na credit card. Si understand? Watu wanaelewa? Hawataki cash. Kwa sababu gani? Tunaandaliwa kwenda kwenye namba 66 mpinga Kristo aweze kuja. Na mpinga Kristo atakapokuja, kanisa litakuwa halipo. Litakuwa limefanya nini? Limenyakuliwa. Ina maana kanisa halitopitia kitu kinaitwa dhiki kuu.
Na ambao hawatapitia dhiki kuu ni wale tu ambao wanaikubali injili ya sasa hivi kwamba Yesu Kristo ni Bwana na Mwokozi wa maisha yetu. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hiyo kanisa litakaponyakuliwa, mpinga Kristo akija, atakuwa anawauliza, je, unamwamini Yesu Kristo? Ukimsema unamwamini, anakata kidole, anakuuliza tena, unamwamini? Ukikubali, anatoboa jicho. Unamwamini? Kwa hiyo mpaka unakufa, unakuwa ukivumilia kusema mpaka unakufa umeokoka, unaenda wapi? Mbinguni. Lakini ukifika mahali ukasema hapana, maumivu makali, nimemkataa, basi ujue wokovu. Sasa ndio ujue usicheze na neema ambayo unaipata sasa hivi. Bwana Yesu asifiwe sana. Umenielewa? Katika dhiki kuu kutakuwa na wakati mgumu zaidi kuliko watu ambao wanadhani. Dhiki kuu itakapotokea, hapo ndio inakuwa ni shida. Mungu yuko tayari kuminua mtu yoyote hata mwenye dhambi kuliko mtu ambaye alikuwa anamwamini akaenda kinyume na yeye. Bwana Yesu asifiwe sana. Maneno haya yanasema hivi kwa watu ambao wako kanisani, you should be very careful. Unapookoka na kuingia katika Mungu, hakikisha ujue nyakati unazoishi na kubalance na kujua kwamba unakaa na Mungu. Bwana Yesu asifiwe sana. Haleluya. Na ndio maana sasa hivi mahubiri mengi hawahubiri watu jinsi ya kukaa sawa, wanahubiri jinsi gani utabarikiwa. Hata mimi nahubiri jinsi ya kubarikiwa, lakini kama nitakuhubiria jinsi ya kubarikiwa na nisikubalance jinsi ya kuishi, nitakuwa nakupoteza. Nisomee kitabu cha Mathayo sura 24 mstari wa 1 mpaka 13 nikuonyeshe mambo haya. Yesu akaenda zake. Akaondoka hekaluni. Wanafunzi wake wakamwendea ili kumuonyesha majengo ya hekalu. Naye akajibu akawaambia, hamyaoni haya yote? Amini nawaambieni, halitasalia hata jiwe juu ya jiwe ambalo halitabomoshwa. Hata alipokuwa ameketi katika mlima wa Mizeituni, wanafunzi wake wakamwendea kwa faraga, wakisema, tuambie, mambo haya yatakuwa lini? Nayo ni nini dalili ya kuja kwako? Na ya mwisho wa dunia? Yesu akajibu akawaambia, angalieni mtu asiwadanganye, kwa sababu wengi watakuja kwa jina langu wakisema mimi ni Kristo, nao watawadanganya wengi. Nanyi mtasikia habari za vita na matetesi ya vita. Angalieni msitishwe, maana hayo yanabudi kutukia. Sasa ikiongea vita, kwa mfano vita vya kikabila, labda uje Tanzania, labda Wasukuma na fulani wanagombania shamba, hiyo haiashirii mwisho wa nini? Wa dunia. Au siasa tu katika nchi, ukute kabila fulani wanataka kutawala, wanagombana kwa sababu ya interest zao, hiyo haiashirii nini? Mwisho wa dunia. Kwa kuna mambo ambayo yatatokea tu katika maisha yako. Yesu amesema kwamba hivyo havina budi kutokea kwa sababu wewe ni nani? Ni binadamu. Bwana Yesu asifiwe sana. Mstari wa 7 unasema, kwa maana taifa litaondoka kupigana na taifa. Na Biblia ikisema iliacha mfano au iliacha majira ya kutaka kuelewa dunia inaendea wapi, yamewekwa Middle East. Sio, umeelewa? Mashariki ya kati. Bwana Yesu asifiwe sana. Ukiona mambo yanayoendelea mashariki ya kati, hiyo ndo dalili ambayo Biblia inazungumzia. Lakini ukiona wanapigana kati ya Kongo na Rwanda, hiyo haizungumzii mwisho wa dunia, wale wanapigania madini. Sio, umeelewa? Mungu aliweka Middle East kama kuwa ndo dalili ya majira. Utakapoona kati ya taifa na taifa yamesimama kwa ajili ya kupigana, ujue mwisho umekaribia. Na ikisema mwisho, sio mwisho wa dunia, ni unyakuzi umefanya nini? Umekaribia. Au kanisa la Mungu kuchukuliwa umefanya nini? Umekaribia. Ina maana sasa hivi tuko kwenye kizazi cha rapture. Mstari wa 7 unasema, kwa maana taifa litaondoka kupigana na taifa jingine, na ufalme kupigana na ufalme. Kutakuwa na njaa. Kutakuwa na nini? Njaa. Sasa hivi njaa ni mwisho maneno. Hebu nikwambia, kwanza hata hapa Dar es Salaam watu kupiga milo 2-3 imekuwa ni shida. Uongo kweli? Hata watu waliokoka, tuseme ukweli. Unaweza kupiga chai ukajibana ukasema sasa angalau tupige jioni tusukume time. Hiyo ni njaa. Uongo kweli? Kutakuwa na nini? Na njaa.
Na njaa sio ya chakula tu. Njaa, ikisema njaa, hivi unajua binadamu anashiba kwa vitu vingapi? Binadamu ana appetites 3 muhimu. Cha kwanza ni chakula, halafu vinywaji na ndoa. Basi. Hizo ndo appetite za nani? Sasa inawezekana mtu ana njaa hata na ndoa. Njaa, tukisema njaa, hata ndoa ina njaa yake. Mtu ameolewa lakini bado ana njaa, ndoa haiendi vizuri. Tukisema njaa, hatusemi njaa tu. Kuna njaa ya kiuchumi. Uchumi hauendi sawa, mtu ana struggle, anafanya vitu vingi haviendi. Bwana Yesu asifiwe sana. Haya, njaa sio chakula tu. Sasa tunapitia katika kipindi cha nini? Cha njaa. Ukitaka kujua tuko katika nyakati za unyakuo, angalia njaa ambazo zipo. Lakini nasema in general kwamba imefika mahala hakuna hope, kwa sababu watu wameshindwa kuendana na nani? Na Mungu. Njaa imekuwa kubwa. Hivi unajua mahala ambapo hapana maadili lazima pawe na njaa? Mahala popote ambapo hapana maadili lazima njaa iwepo. Popote. Mahala ambapo hapana maadili yatatokea mambo yatakayosababisha nini? Njaa. Lakini mahala penye discipline na maadili waga hakuna njaa. Sasa kipindi cha njaa kinaashiria kwamba tuko kwenye kipindi cha rapture. Sasa unapoishi lazima uwe makini sana. Lazima ujue kubalance muda wa kumpa Mungu na muda wa kufanya nini? Wa kufanya mambo yako. Mweke Mungu kwanza mbele. Biblia inasema kwamba utafuteni kwanza ufalme wa Mungu na haki yake, na haya mengine mtafanya nini? Seek ye first the kingdom of God, and all things shall be added unto you. Nasema kutakuwa na njaa. Na matetemeko ya nchi mahali. Tsunami. Na nashukuru Mungu anatusaidia Afrika. Na muomba Mungu, tuzidi kumwomba Mungu, kwa sababu hata vifaa vya kutuokoa hapa Afrika hatuna. Ikitokea tsunami hapa, hatuna hata boti za kutubeba ukweli. Na namuomba Mungu sana atuepushe na hili balaa. Bwana Yesu asifiwe sana. Na Mungu kutuepusha na balaa hili lazima tuwe waombaji. Lazima tumwabudu Mungu, lazima tumweke Mungu mbele. Mimi na imani kabisa Afrika bado Mungu anaiweka, kwa sababu kuna watu kweli Afrika wanaomba. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Kuna watu wanafanya nini? Kuna watu ambao wanaomba kweli, ndio maana Mungu hili bara ametuweka. Lakini sasa tumeanza kuadapt utamaduni wa watu ambao wanashindwa kumwabudu Mungu. Na unapoadapt utamaduni wa watu ambao wameshindwa kumwabudu Mungu, ina maana unafanya nini? Hatukatai kukaa kwenye viti ambavyo vinafanana na wao, hatukatai kuvaa nguo ambazo zinafanana nao, lakini naongelea masuala ya kiroho zaidi. Umenielewa? Ule uhuru wako lazima uende katika mipaka ya nani? Mipaka ya Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Uhuru wako uende katika mipaka ya nini? Sizui wakina dada kuweka mawigi, hapana. Wekeni mnapotaka na ya gharama yoyote. Lakini unapoweka, motive yako ni nini unapovaa hivyo? Hiko ndo ninachokizungumzia mimi. Bwana Yesu asifiwe sana. Haleluya. Watu wajipambe wanapotaka, lakini katika nani? Katika Kristo. Kwa sababu ya kumtukuza nani? Kumtukuza Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Kuna mtu ananielewa lakini? Lakini ukipendeza nasema hapa pale mimi nakwenda bwana. Kama watu wanang'ara hivi, hapo ndo pana Yesu Kristo. Bwana Yesu asifiwe sana. Haleluya. Bwana, hata Yesu mwenyewe alikuwa analipuka pamba mwisho wa maneno mpaka wakaamua kuipigia kura. Hivi wewe unafikiri kanzu kuipigia kura ni maneno madogo? Ilikuwa ni ya thamani katika kizazi kile, na watu waliokuwa wanaweza kuvaa ni wachache sana. Jamaa wakasema hapana, tumsurubishe, lakini hii kanzu tunafanya nini? Tunagawana angalau kipande. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Amen. Lazima kuwe na balance ya maisha yako na Mungu. Haleluya. Usijisahau. Usifike mahali ukajisahau. Kabisa kabisa. Naona kuna kujisahau kukubwa sana kanisani sasa hivi. Watu wanakuja kanisani ni kama utamaduni. Lakini akiondoka hapa anaendelea na 50 zake kama kawaida. Siko hapa kumhukumu mtu, niko hapa kukukumbusha ukae sawa. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Mimi waga sihukumu mtu kwa jina la Yesu. Nimeitwa kwa ajili ya kuwakumbusha watu wakae nini? Wakae sawa. Haleluya. Hata mimi napozungumza hivi naangalia destiny yako itakavyokuwa, na sio matatizo ulio nayo.
Na kadri utakaposikiza ile neno na kulisikia na kulikubali, lenyewe litaanza kukutengeneza na kukubadili lenyewe, litakufanya mtu wa tofauti kabisa. Baada ya muda fulani watu wataanza kushangaa, je, yule jamaa tunayemjua au ni mwingine? Wanasema ni yule lakini katika mwelekeo mwingine. Bwana Yesu asifiwe. Mpe Yesu makofi, haleluya. Mstari wa 8. Hayo yote ndiyo mwanzo wa utungu. Hayo yote ndio mwanzo wa nini? Wa utungu. Endelea. Wakati huo watawasaliti nyinyi mpate dhiki. Nao watawaua. Nanyi mtakuwa watu wa kuchukiwa na mataifa yote kwa ajili ya jina langu. Labda nikupe mfano. Kuna watu wamechinjwa sana hivi karibuni Middle East. Umefuatilia? Watu walikuwa wanatoa vichwa vya watu kwa sababu ni Wakristo. Wamechinjwa sana. Na hivi karibuni hata miezi 5 haijaisha. Biblia ikisema haikosei kwamba watawachukia na watawaua. Hiyo ndo dalili ya nini? Rapture imefanya nini? Iko tunayo. Ni swala la dakika ipi Mungu anaifanya. Sasa inategemea na kukuta uko wapi wewe hiyo rapture. Ikikukuta unajirusha klabu umekwisha. Umengangana na right yale unacheza mziki. Lakini ikikukuta uko na Mungu naomba unaondoka, hautapitia dhiki kuu. Na lazima tuombe sana tusipitie, kwa sababu dhiki kuu ni jambo zito sana. Sio jambo dogo hata siku moja. Tena Biblia inasema kwamba ombeni kukimbia kwenu kusio wakati wa nini? Wa baridi. Na ole wao wanyonyeshao na wenye mimba. Wangeliomba siku hii siku hapo. Bwana Yesu asifiwe sana. Haleluya. Wakati wa kubalance kuishi maisha ya utakatifu ni sasa. Na kama huwezi omba neema ya Mungu, usijitahidi kwa akili zako. Unahitaji neema ya nani? Ya Mungu. Unahitaji kuomba neema ya Mungu, mwambie Mungu, hakika mimi kama binadamu siwezi, jambo hili siwezi kuliacha, lakini naomba nipe neema yako niweze kufanya nini? Kuacha. Halafu unaacha. Mungu mwenyewe atakutoa mahala ulipo. Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana Yesu asifiwe. Tumeokolewa kwa nini? Lakini kinachotakiwa zaidi ni utashi, uamuzi. Je, hii hali unayoipitia unaichukia au unaipenda? Kwa sababu kuna mtu anaweza kufanya jambo analipenda, anaenjoy, lakini kuna mtu anafanya halipendi. Sasa mtu ambaye halipendi, Mungu atampa neema ya kumvusha mahala ambapo, ndio Paulo akasema, ole wangu mimi. Ni nani ataniokoa na mwili huu wenyewe? Kwa sababu ninalolipenda kulitenda sifanye nini? Silitendi. Lakini nisilolipenda ndo nafanya nini? Sasa watu kama hao Mungu anawatafuta, anawapa neema na wavusha. Bwana Yesu asifiwe sana. Lakini mtu anayeogelea kwenye mambo ambayo ni mabaya na anayapenda, sio rahisi kupata neema. Kwa sababu gani? Yuko comfortable. Neema inafanya kazi kwa mtu ambaye anachukia kufanya analofanya nini? Analolifanya. Na anataka kufanya ambalo halifanyi. Halafu anaomba neema ya nani? Ya Mungu. Iko siku Mungu atakupa neema, utajikuta umechukia kufanya unachofanya from nowhere, hata hamu ya kufanya huna, hata mtu akikuita hutaki. Hiyo ndio neema ya nani? Ya Mungu. Bwana Yesu asifiwe sana. To balance maisha yetu. Kama tunatafuta mafanikio, tutafute mafanikio, lazima kuwe na balance ya maisha. Bwana Yesu asifiwe sana. Kama unataka utajiri, tafuta utajiri, lakini ubalance. Ujue kwamba kuna nyakati za unyakuzi na unatakiwa kuishi maisha ya kumpendeza nani? Mungu. Naomba neema ya Mungu ikusaidie uishi maisha hayo. Bwana Yesu asifiwe sana. Usitumie nguvu zako. Mstari wa 10 unasema, ndipo wengi watakapojikwaa. Ndipo wengi watakapojikwaa. Nao watasalitiana. Na kuchukiana. Hivi unajua sasa hivi kusalitiana ni kitu rahisi sana. Kuna ndugu kabisa wa kike walikuwa ni mtu na mdogo wake kabisa, na mpaka sasa hivi ni mtu na mdogo wake wanaishi. Mmoja akawa amechumbiwa, mchumba wake anakuja pale nyumbani, kumbe mdogo mtu pia kampenda yule nani? Chumba. Kampenda na hakumwambia dada yake. Dada yake akiondoka anaongea naye, anamvuta, ikafika mahala yule jamaa akabadilika, akampenda mdogo mtu. Na baadaye kuvunja uchumba anaenda kuoa mdogo mtu. Sasa huko sio kusalitiana kweli? Kwa sababu kama unaweza kumsaliti dada yako wa kuzaliwa tumbo moja, ndio ujue dunia tumefikia wapi. Bwana Yesu asifiwe sana. Biblia ikisema kitu imekisema. Haleluya.
Na ndio maana naambia hata wasichana usitangaze mchumba wako ovyo. Kama dada amechukua mchumba wa dada yake, wewe unachumbiwa kila siku, unampeleka mchumba wake. Hebu angalia mchumba wangu, angalia mchumba wangu. Siku muondoka amechukua namba yake, wanakupindua tu. Ndio unaanza kulia, watu wameshapiga harusi ishamaliza. Bwana Yesu asifiwe sana. Tumia akili wapi? Kichwani. Mstari wa 11 unasema, na manabii wengi wa uongo watatokea. Manabii wengi wa uongo. Labda nikwambie, katika kipindi ambacho tunaishi katika maisha ya unabii wa uongo ni hiki. Ni watu wachache sana ambao wanaweza kukuhubiria injili ya nini? Ya kweli. Ya kweli. Watu wachache sana. Amen. Tumepewa nguvu nje ya matatizo yote. Kwa hiyo lazima mtu akuhubirie injili ya uhuru. Anasema nanyi mtaijua kweli, nayo kweli itawaweka nini? Uhuru. Tena huru kweli kweli. Lakini mimi nakwambia ule ukweli, pesa ndio imekuwa ndo injili kabisa kabisa. Sasa na injili inaposema kwamba siku za mwisho watu watapenda nini? Fedha. Kumpenda Mungu hakutakuwemo ndani yao. Kimsingi kutoa kwako wewe hakukufanya ubarikiwe. Wewe umebarikiwa kwanza kabla ya kufanya nini? Ya kutoa. Kwa hiyo unavotoa ni kwamba umefanya nini? Una confirm zile blessings za Mungu kwamba you are blessed. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Hatutoi ili tubarikiwe, lakini tumebarikiwa ili tufanye nini? Tutoe. Kuna mambo mengi sana yanaendelea. Kwa hiyo manabii wa uongo watatokea wengi sana. Lakini ngoja nikwambie hivi, pima kila unabii sawa sawa na neno la nani? La Mungu. Nabii akitoa unabii, urudishe kwenye neno la Mungu. Neno la Mungu linafanya nini? Linasemaje? Hapo utakuwa huru kweli. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Kuna mtu ananielewa? Amen. Injili yangu leo nataka ubalance maisha yako na Mungu. Na kwa vijana ukitaka kwenda mbali zaidi, anza kuwekeza kwa Mungu sasa hivi. Nakwambia ukweli, watakutamani. Ni gharama kubwa kuamua, ni gharama kubwa. Hasa kwa vijana ni gharama kweli. Na ndio maana Biblia ikasema kwamba nimewaandikieni vijana kwa sababu nyinyi mnafanya nini? Mna nguvu za kumshinda shetani. Lakini ukiwa na nguvu lazima opposition yako itakuwa ni kubwa zaidi. Sio, umenielewa? Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa ukiamua kuinvest sasa hivi kwa Mungu, sasa hivi ukaamua sasa hivi nataka kumuishia Mungu, baada ya miaka michache watu watakutamani sana. Mstari wa 12 unasema, na kwa sababu ya kuongezeka maasi. Kwa sababu ya kuongezeka nini? Maasi. Hivi unajua sasa hivi kuna dhambi nyingi zinatendeka ambazo hata hazijawahi kutendeka. Nilikuwa naangalia kwenye news kwamba Marekani sasa hivi mwanamke kwa mwanamke wanaoana, mwanaume kwa mwanaume wanaoana. Tumerudi kwenye Sodoma na nini? Na Gomora. Maasi yameongezeka na watu wanatetea. Ndio uelewe kwamba tunaishi katika siku za unyakuo. Lazima ujiposition sasa hivi, usikubaliane na hali ya dunia inavyoenda. Neno la Mungu halibadiliki. Mungu ni yule yule jana, leo na hata milele. Ustarabu wako usikubadilishe ukaacha kuishi maisha ya nani? Ya Mungu. Bwana Yesu asifiwe sana. Usikubaliane, wewe simama kwenye msimamo wako wa kuwa na Mungu, halafu watu wataona tofauti yako na ustarabu wao ni jinsi gani maisha yanakwenda. Na kwa sababu ya kuongezeka maasi, upendo wa wengi utapoa. Upendo wa wengi utafanya nini? Utapoa. Ile true love sasa hivi ni ya kugugo. Uweze kuichambua kwamba this is the true love. Lazima uguge. Yaani kama hata moyo wa binadamu ungewekwa kwenye program ungeugugo huu moyo. Je, umelala kwangu kweli au uko sehemu nyingine? Hakuna. Yaani mtu yuko kwa sababu ya biashara zake tu kwamba akikupenda wewe ameshapiga mahesabu 1 2 3. Nikiwa na yule nitapata 1 2 3. Yaani hakuna upendo. People they after materials for now. Sasa hata wanaume wenyewe kupenda sisi hawapendi, wanaangalia urahisi wa nini? Wa maisha. Kwamba anapokea mshahara ngapi? 500,000. Nikiongeza na mimi za kwangu 4 9. Yaani anakuwa ameshapiga mahesabu kabla ya kuingia kwenye nini? Lakini Biblia haijasema hivyo bwana. Uongo kweli jamani? Amen. Upendo utakuwa hamna. Hamna. Kwa hiyo hata wanawake sasa hivi ukitaka kuchumbiwa kwanza lazima, hatukatai usichumbiwe na mwanaume mzembe. Lakini unapochumbiwa angalia IQ ya mwanaume na ufahamu wake na vision, ukaisupport hilo vision. Sio, umeelewa? Angalia nini? Mwanaume anafikiria vizuri, huyu uko sawa? Kwa sababu mwanamke ukiongea na mwanaume utajua tu hapa ni pumba kabisa. Umeelewa? Sasa ukiona pumba piga chini. Kachukue mchele. Bwana Yesu asifiwe sana. Ukiona ni mchele basi ungana, kwa sababu unajua huyu jamaa iko siku atafanya nini? Atafanikiwa. Bwana, alafu na wewe utajisifia kwamba
You are the part of his success. Bwana Yesu asifiwe sana. Haleluya. Hiyo ndo upendo ambao tunafanya nini? Tunaizungumzia. Mstari wa 13 unasema, lakini mwenye kuvumilia hata mwisho ndiye atakayeokoka. Mwenye kuvumilia hadi mwisho ndiye atakayefanya nini? Atakayeokoka. Utakutana na manabii wa uongo, unatulia. Upendo unakutana na watu ambao hawakupendi, wanakupiga piga chini, unafanya nini? Una hold on. Biashara zinakwenda haziendi kama zinakwenda, unafanya nini? Unavumilia. Ukifika mpaka mwisho ndo matunda yako yanaanza kuonekana. Amen. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Hakuna shortcut. Ile injili ya kukunawisha maji ufanikiwe ni uongo mtupu. Sawa, unaweza kupata favor, but lazima kuwe na investment. Hakuna kitu ambacho hakina nini? Investment. Hata time ni investment. Kusoma Biblia ni nini? Ni investment. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Na unapobalance mambo yako na Mungu ndipo utakayofanya nini? Utakapofanikiwa. Sema kwamba mjue sana Mungu, ndipo uwe na nini? Na ndipo mafanikio yatakapofanya nini? Yatakapokuja. Bwana Yesu asifiwe sana. Kuna mtu amenielewa? Amen. Kuna mtu ameelewa injili ya leo? Amen. Kuna mtu ameelewa? Amen. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Haleluya. Na kutabilia mafanikio yako yameshafika katika jina la Yesu Kristo. Amen. Wewe umebarikiwa katika jina la Yesu. Amen. Wewe ni mtu mkubwa katika jina la Yesu. Hakuna mauti itakugusa katika umri wako. Utaishi miaka mingi sawa sawa na neno katika jina la Yesu. Hakuna roho ya ajali, hakuna roho ya umaskini, hakuna kukata tamaa. Kila vibwengo, kila roho kinyume na Mungu tunazikemea katika jina la Yesu Kristo. Na achilia neema ya mafanikio, na achilia neema ya kuinuliwa, na achilia neema ya uponyaji, na achilia neema ya mafanikio katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti. Biblia inasema Mungu akiwa upande wetu, ni nani anaweza kuwa kinyume nasi? Tunayaweza mambo yote katika yeye anayetutia nguvu. Kama kuna mtu ananielewa aseme yeah! Kwa Yesu kuna raha sana. Kama kuna mtu anafikiria kwa Yesu tunaboeka, amepotea. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Yeah! Neno la leo tulizungumzia katika kuukomboa wakati. Jinsi gani tutaenda na wakati wa kufanya mambo yetu binafsi, pia kumtanguliza Mungu mbele. Tumejifunza jinsi gani unatakiwa ujiandae kwa kipindi cha sasa, kwa sababu wakati umefika wa kunyakuliwa. Kwa hiyo ujiandae mapema kabla hujanyakuliwa, wewe umeshakuwa tayari kwa Bwana. Nimejifunza vingi sana. Kwanza kujua nyakati na kujua namna ya kujisimamia wewe kama wewe. Usiumbishwe na kila maandiko tu. Kwa kweli leo nimeondoka na ujumbe wa kusoma neno kwa bidii na kutafuta uongozi wa Roho Mtakatifu. Siku ya leo kwa kweli nimejifunza kitu kikubwa sana katika maisha yangu. Kwanza kuwa na hofu na Mungu, kuishi maisha matakatifu. Pastor leo amefundisha swala la unyakuo. Kwa hiyo ametufundisha tuishi katika maisha ambayo yanampendeza Mungu. Mimi imenipa challenge kwa sababu siko sawa. Sisi binadamu siku zote hatuko sawa. Kwa hiyo imenikumbusha kwamba Yesu anaweza akarudi muda wowote, ili anikute safi na niende mbinguni, lazima niishi maisha matakatifu. Mpendwa mtazamaji wa kipindi hiki, naamini umebarikiwa kupitia mafundisho haya toka kwa Prophet Billionaire John Mkeo na shuhuda mbalimbali. Kwa mafundisho zaidi na maombezi, tunakukaribisha kwenye ibada zetu kila Jumapili kuanzia saa 4 kamili asubuhi na siku ya Alhamisi ni saa 11 kamili jioni. Mahali ni Sinza Lego, barabara ya Shekilango, ndani ya 92 Hotel. Karibu sana na Mungu akubariki. You